of this word, as we share this word, we pray for divine revelation, that you are opening our spiritual eyes, that our hearts are open to your word. Just as you say, when we hear your voice, we should not harden our hearts. I pray that today we shall not harden our hearts, but we shall receive your word with joy. We shall receive your word with meekness. Lord, we pray that if there is any power that is exalting itself above your word, may it be rebuked in the name of Jesus Christ. Today, as we share your word, we pray that you are blessing us. You are transforming us. You are elevating us from glory to glory. Thank you, Lord, because you are doing it. In Jesus' name we pray and believe. Amen. 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 This morning, I want us to speak about God who does unimaginable things. God who does unimaginable things. We always have our ways of imagination. We have our ways of thinking. And we always want things to happen the way we think. We always want to see life in the direction that we are taking. But God does what we have not imagined. God does what is beyond our knowledge and our understanding. God does what we cannot think or comprehend. That is why the Bible says in 1 Corinthians chapter 2 verse 8 and 9 that because they were blinded, they could not understand what God has prepared. Because if they had understood, they could not kill Jesus. But as it is written, what the eye has not seen, what the ear has not heard, and the mind has not comprehended, that is what God has prepared for those who love him and for those who are called according to his purpose. Hallelujah. Amen. So people may think differently. People may plan their schemes. People may plan their ways of doing things. But when it is the time of God to work out, it will not be worked out as people had planned. It has to be worked out as God himself has planned. Praise the Lord. Because God will not do something that will give us glory. He will do what gives him glory. Praise the Lord. Amen. If he works according to our plan, then we may start to exalt ourselves. We may think we have achieved. We may think it is our power. We may think it is our understanding. We may think it is because we are smart in planning. So when God does it in another way out, which is beyond our knowledge and understanding, at that point we may give him the glory and tell God, God, this is your doing. God, this is your work. God, this is a miracle to us. God, this is you who has done in my life. Praise the Lord. We have read a beautiful story this morning. This is the life of the Jews in exile.
when they were taken captivity in Babylon, and they stayed in Babylon for 70 years, before those 70 years ended, Babylon was overturned by the Medes and Persians. Amen. So when the Persians and the Medes took over Babylon, now this is now where this event happened. So there was a king who was called Ahasuerus. So Ahasuerus was the king of the Persians. And when he was a king, there was a time that his wife was supposed to come and pay tribute to him. And when she refused to come before him, the king was so much disturbed in his heart. And he sought for the counsel of other men. And when the men sat together and discussed, they put a fete for this woman. And they said, if your wife cannot submit to you, she will teach other women not to submit to us. And it is in this point that Esther rises to become a queen. So when Esther becomes a queen, there is some war that is being fought against the Jews. So the war began against the Jews, because the Jews were captive. They were slaves. They were not supposed to become great people in that nation. They were supposed to suffer in that nation. They were not supposed to get any recognition. So because they were fighting now to bring them down, so Haman began a plan to destroy the Jews. And the plan was to kill Mordecai. After killing Mordecai, then he was to kill other Jews. So this is what we are reading. And while Haman was planning to kill Mordecai, he had prepared a girl of 50 feet high. Praise the Lord. So he wanted to do it in a most professional way. He wanted it to be a very shameful death, because 50 feet high is so high. Praise the Lord. So he was planning that. But the Bible says that night the king did not sleep. Praise the Lord. The Bible says that the heart of the king is in the hand of God. And God turns the heart of king whenever he wants. So this night, the king did not sleep. He was disturbed. There was no music that could please him. There is no massage that could make him sleep. There was nothing which could be good to him. And the Bible says he went into the books in the archives. He began to look into the books. He looked into the books. And he got into a place where Mordecai was written. And he read about what Mordecai had done to the kingdom.
And he was impressed. And he wondered in his heart, what honor has been given to this man? Which honor has been given to such a man? If there is no honor that has been given to him, then it is a time that he should receive his honor. Praise the Lord Jesus. I want to speak to you this morning. It is possible that you have done something great, but nobody has honored you. Nobody has ever imagined of you. God is going to touch somebody somewhere to read about what you did and begin to think how you are supposed to be honored. If other people are not thinking about honoring you, there is somebody somewhere that God is going to cause to honor you in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Mordecai did something good, but he was forgotten because he was not a Persian or a Mede. Praise the Lord. People have forgotten you because you are not in their class. People have forgotten you because you do not conform to them. People have forgotten you because you are not of their tribe. But I want to tell you something. There is one God who does not despise anybody. Even if you are a slave, God cannot despise you. Even if you are poor, God cannot despise you. Even if you don't know how to speak, God cannot despise you. Even if you have nothing, God cannot despise you. Praise the Lord. So this is what God did. He awakened the heart of the king. I pray that a king somewhere will remember you. Hallelujah. He has not to be your tribe. He has not to be your ruler here. He may come from somewhere else, but God will send him to you in the name of Jesus Christ. So this is what happened here. So the king imagined what can be done to Mordecai. So in the morning, he asked, who is outside there? And he was told, it is Haman. So he told Haman to come in. He asked Haman, what can be done to a man whom the king is pleased with? Hallelujah. Amen. What can be done to a man whom the king is pleased with? And so Haman thought in his heart, there is no other person who can please the king if not me. So he gave the description. Let the king give out his robe. Let this man be dressed. Let the king give out his horse, and this man be put on it. Then let the king take men ahead of this man, who will go out blowing a trumpet. And they will say, this is the man in whom the king delights. Praise the Lord. And when you read verse 10, the Bible says, the king told Haman, hurry up. Hurry up. Go and do all this that you have said without forgetting even one thing. Praise the Lord. I am praying today that the king will command
for somebody to hurry up and bring the honor that you desire. Hallelujah. Amen. May somebody be hurried for you. Hallelujah. Amen. Asikuje pole pole. Asikuje akitembea. Asikuje akijivuta vuta. Asababishe huyu mtu aje mbio kabisa. Alete heshima ambayo unastahili kuwa nayo katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana kwamba heshima yetu imechelewa sana. Inawezekana kwamba kile tunastahili kupata kimechelewa sana. Inawezekana kwamba yale tunastahili kupokea yamechelewa kabisa. Lakini Mungu anayefanya mambo yanayozidi ufahamu wa wanadamu atasababisha mtu. Atasababisha mtu. Hata kama tujuani na huyu mtu, lakini ni Mungu atamshughulikia. Atamutuma akimbie haraka akuje kutekeleza kila kitu. Hallelujah. Amen. And he did so. Then he went away, his head down. His head was down. He went to his wife. He told his wife everything that has happened. He went to his friends. He told his friends everything that had happened. And the Bible says, his wife and the wise men said to him, if Mordecai that you want to fall on your feet has done this to you, are you going to succeed in the plan to kill him? Hallelujah. Amen. I'm trying to imagine something. When your enemy is planning to kill you, the first person he will tell is his wife. True or false? Haman told his wife first. After his wife, his friends. So the plan begins in the house. Then it extends to the friends. Praise the Lord. Praise Jesus. But one sure thing, even if your enemy has planned with his family and his friends to destroy you, if God is on your side, if God is fighting for you, he will not succeed. Hallelujah. Amen. You are not fighting on your own. You have Jehovah fighting for you. You are the children of the Most High God. The Bible says we are a chosen generation. We are royal priesthood. We are God's own people. Hallelujah. Amen. We are God's possession. Hallelujah. Amen. So we are not on ourselves. We are not fighting for ourselves. We are not fighting any war on ourselves. There is God fighting for us. Mwenzio sipiganangi mwenyewe, napiganiwa na Baba. Mwenzio sipiganangi mwenyewe, napiganiwa na Baba. Hallelujah. God fights for us. We are not fighting on ourselves. And just as God delivered Mordecai, and we are also the children of God, and we have been chosen by God, and we are walking in the ways of God, we can trust God to fight for us. We can trust God to stand with us. We can trust God to be on our side. Hallelujah. There are three things that God does.
when he works in unimaginable ways. The first thing, he works against the laws and systems. Yeah, the laws of the enemy. Praise God. Amen. God will work against that law that is meant to destroy you. You know, when the enemy wants to destroy you, he must establish a law to destroy you. Hallelujah. Amen. When the Israelites were increasing in number in the land of Egypt, the Bible says that Pharaoh put some laws to the midwives. He told those midwives, when you are helping these women to give birth, if they give birth to a son, you do what? Kill. Was it so or not? That if they give birth to any son, kill him. If it is a baby girl, let her live. Praise the Lord. But what happened? The Bible says God put the fear of the Lord in the hearts of the midwives. So when these wives went to help the Israelites, instead of killing these children, they left them alive. And when they were asked by the king, why didn't you do the work that I told you to do? They told the king, these women are not like our women. Even before we get to them, we find that they have already given birth and they are strong. Praise the Lord. Any law that an enemy has put against your life, if God is fighting for you, he will start to change that law. He will not deal with the enemy first. He will deal with the law. Hallelujah. Amen. When you read in in Daniel chapter 6, from verse 1 downwards, the Bible says that now the princess and the eunuchs began to look for something to accuse Daniel. And they could not find any fault in Daniel except for the prayer that he makes. And so they made a law that whoever shall pray any other god apart from the king, he shall be thrown into a den of lions. Because they knew that this law will help them to find Samuel. Daniel, I mean. Praise the Lord. So they put that law that nobody will pray any other god apart from the king. But Daniel was always praying to God. And the Bible says he went and opened the windows facing Jerusalem. And he prayed 3 times in a day. He prayed God the Father. He prayed God the Son. He prayed God the Holy Spirit. So there was the Trinity in his prayers. And the Bible says when they found him doing that, they reported him to the king. And because the king had nothing to do, he said that let the laws be followed. What does the law of the land say?
And they said, if somebody does not pray to the king, he should be thrown into a den of lions. So the king had no way of saving Daniel. And Daniel was thrown into a den of lions. But the Bible says, that night the king did not sleep. The king was troubled. He did not have any sleep. And when it was early in the morning, he rushed to the den of lions. And he cried with a loud voice. And he said, Daniel, the servant of the Most High God, has your God been able to save you? And Daniel replied, oh, long live the king. The Lord that I serve every day came down and closed the mouths of these lions. They have not touched me. Praise the Lord. Amen. And he said, let Daniel be removed from that den. And when Daniel was removed from the den, the Bible says those that made those laws were thrown into the den of lions. And the Bible says even before they had reached down, the lions pounced on them and destroyed them. Praise the Lord. If your enemy sets a law so that he can destroy you, know that that law will not destroy you. It will destroy the enemy himself. That law is not against you. It is against your enemy. So let your enemy make many laws. Let your enemy make many plans, because he will be caught in his plans. Hallelujah. Amen. Wacha adui atengeneze sheria mingi. Adui aseme hakuna kufanya hiki wala kufanya hiki. Aseme kwamba hakuna kutoka hapa na kufika pale. Aweke vikwazo, hauwezi nunua hii wala hile. Kwa sababu hiyo sheria itageuzwa. Badala ya kukuzuia wewe, itazuia adui. Badala ya kukuangamiza wewe, itaangamiza adui. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kama kuna sheria ambayo adui yetu ametuwekea, wacha Mungu aigeuze ikazuie adui yetu, na sisi tubaki tukiwa huru. Hallelujah. Amen. Any law that is against you, may God turn it against your enemy. Hallelujah. Amen. So these people set a law, but God turned the law against them. Those people who said Meshach, Shadrach, and Abednego should be thrown in the fire, in the end, it is them who died. It is not Meshach, Shadrach, and Abednego. Hallelujah. Amen. When Herod wanted to kill Jesus, he just made a law. Any boy who is below 2 years should be killed. So that would mean every boy in that area is killed, and Jesus is killed amongst them. Praise the Lord. But did God allow that law to work against Jesus? It could not work. Hallelujah. Amen. Any law that is against our lives, whether it is by our parents or our forefathers or wherever, as long as it is not the law of God, as long as it is not the law of God, it will not affect us. The Bible says the law of God is perfect. Hallelujah. Amen. If there is any law that is supposed to put us down,
let it be the law of God. Amen. Number 2, he works in a supernatural way. Hallelujah. Amen. God works in a supernatural way. The Bible says, as high as the heavens are above the earth, so are the ways of God. The ways of God are so high. They are not here where we are. Our ways are limited, but the ways of God are not limited. Our thoughts are limited, but the thoughts of God are not limited. Praise the Lord. So when God is working in our lives, He will work in a supernatural way. When you read Romans chapter 11, from verse 33 to 36, it speaks about the wisdom of God. That the wisdom of God is unsearchable. You cannot search the wisdom of God. You cannot understand the wisdom of God. And in fact, he asks us, who can cancel God? Who can give God a gift so that he can go and take it back from him? We were reading in social media the other guy who says he wants all his offering to be reversed back. Sadaka ametoa miaka 11 arudishiwe. Praise the Lord. He's a fool. Because there is no gift that you give to God. There is nothing that you are paying God. And God cannot be indebted to any man. Hallelujah. In fact, wewe ndio deni kwa Mungu. Hiyo oxygen unapumua ya bure ni deni kwa Mungu. Hiyo nguvu ya kutembea ni deni kwa Mungu. Ile kazi ambayo Mungu amekupatia ni deni kwake. Ile ndoa Mungu amekupatia ni deni. Watoto amekupatia yote ni deni. Praise the Lord. So the ways of God are not thinkable. You cannot search the ways of the Lord. And when he works, he does in a supernatural way. Because his ways are high above the ways of man. Hallelujah. Amen. In Isaiah chapter 45, from verse 2, the Bible says, I will go before you. I will levelize every mountain. I will break every iron gate. I will bring down every barrier in your way. Hallelujah. Amen. And in verse 3 it says, and I will give you the wealth that is hidden in darkness. Hallelujah. Amen. There is wealth that is hidden in darkness, but we cannot see them unless God goes ahead of us. When God goes ahead of us, then he is the one who will reveal those riches. But if we think we can go on our way, there is nothing that we can see with our eyes. There is nothing that we can do with our hands. But God himself does it for us. Praise the Lord. Amen. So he says he will go ahead of us. That is something supernatural. Hallelujah. Amen. In Acts chapter 5, from verse 17,
The Bible says when Peter and John had done many miracles, and the people were healed, even the shadows, their shadows could heal the sick. Then the Pharisees and the Sadducees were jealous. They became jealous. And they arrested them. They put them in a prison. And so they were in the prison. And on that night, while they were in the prison, they don't know anything that is happening. The Bible says the Lord came down into the prison. He told them to rise up, and he took them out of the prison. The gates were not opened, the guards were not shaken, there was nothing that happened. But these people were taken out of the prison. That is a supernatural way. Because we know in a natural way, we know that the gates must be opened so that somebody gets out. But in this way, the gates were not opened. They did not climb on top of the gates. We don't know what happened to them. But they were no more in the prison. Because the Lord took them out of the prison. Hallelujah. Amen. God works in a supernatural way. And he does not need any help of a man. Hallelujah. Amen. He does not need a pastor so that he works for you. If God wants to set you free, if God wants to set you free, even if the government is against that, God will do that. Even if your family is against that, God will do that. Even if the whole world is against that, God himself will do it. Hallelujah. Amen. He told the Israelites, stop crying. Stop crying. Stand still and see the salvation of the Lord. The Egyptians that you see today, you will never see them any other day. Hallelujah. Amen. And they could think in their hearts, God must be crazy. God must be crazy. How does he tell us to stop thinking about the Egyptians? That we stand still. And these people are coming with the chariots. They are ready for a war. How shall we stand? But indeed, God did it for them. There was a way in the Red Sea. They walked on a dry ground. Hallelujah. Amen. God did it in a supernatural way. And those Egyptians, thousands and thousands of them, drowned in the water. Hallelujah. Amen. God does it in a supernatural way. I remember God working in my life in a supernatural way. One time in the Bible college, when I was now coming for internship, and I did not have school fees, and the rule was you clear and go for internship. Praise the Lord. Amen. I did not have anything to do. No money. Nothing to sell in order to get money. There was no hope. All other people have gone out for internship. And I am alone still in the college. And I thought to myself, what can I do? Let me go back home. Speak to my mother. There is only one cow at home. Let me convince my mother so that she gives me this cow
I go pay school fees. Then later when God blesses me, I will buy her another cow. That was my plan. So I went home. It was on a Wednesday evening. So I talked to mom. She told me, now tomorrow you will just take the cow. And I will talk to your father and let him know that. So I took the cow to the school. So while in the college, the accounts clerk came and viewed the cow. He told me, this one is not enough for your school fees. I can only pay you 15,000. So go and look for another money, come clear, then you go for internship. And I saw the end to everything. In fact, I said, no, if this is the case, let me do away with the internship. I will go for another year, the internship the other year. But I did not know what God was doing. So while I was just about to leave the gate, I saw the general superintendent coming to the college. Superintendent, he greeted me. He told me, why are you not in the internship and others have gone out for internship? I told him, I have lacked school fees. I brought this cow to pay fees, but it is not enough to pay my fees. And he asked me, is this cow yours? I told him it is for my parents. So he asked me to give him my father's number. I gave him the number. He talks to him. Then he asked him, how about this cow? And my father had not known that the cow I've already brought to school. Oh, my father told him, I only have one cow. And right now I have my last-born daughter in class 7. The cow is in calf. So when she goes to Form 1, I will sell the calf and take her to school. And he was surprised. Then he just ended the call. He told me, you have taken the cow without your father's consent. I told him my mother knows about this and she said she will call dad. So he asked me, give me your mother's number. So I gave it to him. Calling mom, mom tells him, if you are good people, buy that. So my mother told him, if you are just good people, buy that cow for 30,000. Clear the school fees. Give him transport to go for internship. Then give him only 3,000 shillings to bring back to me so that I will buy a goat and start keeping so that in the future I'll have a cow from that. So the man of God was touched. He took me to the office. He paid the school fees. He gave me transport. Then we came out. He took his phone again. Called my mother. He told my mother, now I'm sending your son back with the cow. I have paid his school fees. I have given him transport. And I'm returning to you your cow. Praise the Lord. So ile ambayo mama yangu alikuwa anafikiria apate shilingi 3,000 akapata anarudishiwa ng'ombe. Hallelujah. Amen. Na school fees yangu ikalipwa.
na nikapata transport ya kukuja mpaka Nyamataro. Mungu akatenda kwa njia ya kipekee. Mungu akanionekania kwa njia ya kipekee. Hiyo siku Mungu akajidhihirisha kwa nguvu zake. Hata wewe Mungu anaweza kukutendea kwa njia ya kipekee. Haijalishi ni jambo gani unapitia, Mungu atafanya kwa njia ya kipekee. Mungu atakutetea kwa njia ya kipekee. Mungu atakupigania kwa njia ya kipekee. Hallelujah. Amen. I saw the hand of God that day. I believe you can also see the hand of God. Hallelujah. Amen. And lastly, when God works, He uses the snare of an enemy for his destruction. Hallelujah. Amen. Anatumia mtego wa adui kumwangamiza mwenyewe. Hallelujah. Amen. Haman akatengeneza kamba ya kumuua Mordekai. Akatengeneza kamba kabisa akaweka pale. Akasema leo nataka nionyeshe Mordekai kwamba mimi ndio mwanaume wa kutosha. Nataka Wayahudi wote wajue mimi nikikohoa wanaitika. Nataka nikipita mahali popote watu wote wanainama chini. Akasema kwamba leo ndio itakuwa siku ya kuonyesha. Leo itakuwa ni siku ya kudhihirisha. Leo dunia yote itanijua. Leo wataandika kwa vitabu jina langu. Hallelujah. Wakati anapanga hiyo, Mungu anapanga mambo tofauti. Mungu anazungumuza na Mordekai. Akaambia Mordekai aambie Esther ule mpango. Wakati Esther anasikia huo mpango, akalazimisha mfalme kuingia kwa karamu. Wakati wako kwa karamu, wameketi pale kwa meza, moyo wa Esther umejaa huzuni. Sura ya Esther haipendezi kamwe. Mfalme akamuuliza Esther, kuna nini? Kuna nini? Niambie hata nusu ya ufalme nikupatie. Niambie kama ni mali unataka nikupee. Esther akasema itawezekanaje? Mimi na Wayahudi wenzangu tuanze kuuliwa katika huu ufalme. Itawezekanaje mimi mke wa mfalme ninapangiwa kuangamizwa? Itawezekanaje jamii yangu na watu wangu wanaangamia na mimi niko hapa siku ya leo? Mfalme akauliza namna gani? Ni nani anataka kuangamiza? Ni nani anataka kuua jamii yako? Akasema si huyu hapa. Si huyu Hanani ambaye amekaa hapa. Sio huyu ambaye anakaa kwa meza yako. Ameshatengeneza mtego. Ameweka kamba ya kuniua. Biblia inasema kwamba mfalme akasema atolewe nje Hamani, awekwe juu ya ile kamba. Yeye alitengeneza kamba akijua anaua Mordekai, lakini Mungu amegeuza hiyo kamba inamuua yeye. Hallelujah. Amen. Yesu asifiwe. Maadui wanaweza chimba makaburi. Maadui wanaweza chimba makaburi. Lakini jua jambo moja, hautaingia kwenye hiyo kaburi. Hiyo kaburi ni ya adui. Hiyo kaburi sio yako. Kaburi ni ya adui. Hallelujah. Amen. Hautakufa sasa. Hautakufa leo. Bado wewe utaishi. Utangaze habari za Mungu. Utaendelea kuishi. Utoe ushuhuda kwamba Mungu anaweza, kwamba Mungu anainua, kwamba Mungu analinda, kwamba Mungu anapigania watu wake.
Yesu asifiwe. Amen. Haukufi leo. Toliko kulero. Haikufi leo. Toliko kulero. Jamii yako haiangamii leo. Kazi yako haiharibiki leo. Ndoa yako haivunjiki leo. Kwa sababu kuna Mungu. Kuna Mungu anayekupigania. Kuna Mungu anayekulinda. Kuna Mungu anayekujua. Haleluya. Amen. Paulo anasema tuseme nini juu ya mambo haya? Kama Bwana yuko upande wetu, ni nani atakaye kuwa juu yetu? Haleluya. Hakuna atakaye kuwa juu yetu. Haijalishi ni wenye nguvu, haijalishi ni wenye uwezo, haijalishi ni wenye mamlaka. Kama Bwana ako upande wetu, kama Mungu ako upande wetu, kama Mungu anatupigania, hakuna aliye kinyume na sisi. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kama Bwana yuko upande wetu, ni nani atakaye kuwa kinyume chetu? Yeye ambaye hakumzuia mtoto wake, hakumzuia Yesu Kristo, akamupatia awe wetu. Je, atakosa kutupatia kila kitu? Itawezekanaje? Kama hakumzuia mtoto wake asikufe, kama hakuzuia Yesu asisulubiwe kwa sababu yetu, ni nini ambacho Mungu atakosa kutufanyia? Haleluya. Anasema katika Yeremia 32 mstari wa 25, mimi ni Bwana Mungu, Mungu wa vitu vyote vyenye uhai. Je, kuna jambo ngumu lolote nisiloweza? Kuna jambo ngumu mbele za Mungu? Na mimi naweza sema kwamba hakuna jambo ngumu. Haleluya. Amen. Hakuna jambo ngumu asiloliweza. Nothing is too difficult for the Lord. He is the Lord of all flesh. Ni Bwana wa vyote vyenye mwili. Ametuumba, ametutengeneza, ametufikisha umbali huu, na bado kuna mbali anatupeleka. Bado Mungu hajachoka na sisi, bado Mungu hajamalizana na sisi, bado Mungu hajamaliza kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kamba ya adui itamunyonga mwenyewe. Haleluya. Amen. Zaburi 69 mstari wa 22 na 23. Zaburi 69 verse 22 and 23. Inasema kwamba Mungu atageuza meza ya maadui, na watakapokuwa wamekaa chini kwa amani, Mungu atageuza ikuwe ni vita kwao. Hallelujah. Amen. He will turn their drinks into a poison. Sumu. Wanafikiri wanakunywa maji, Mungu anageuza inakuwa sumu. Wanafikiri ni kikombe cha furaha cha kujifurahisha, Mungu anageuza inakuwa sumu. Wanafikiri ni chai wanakunywa ndio ichangamushe mawazo walete mambo mengi, Mungu anageuza inakuwa sumu. Hallelujah. Amen. Na ageuze meza yao ikuwe mtego kwao. Huyo ni Mungu anayetenda mambo tusiyoweza kudhania. Anatenda mambo yaliyo zaidi ya ufahamu wa wanadamu. Anatenda mambo yaliyoshinda mawazo yetu. Anafanya mambo yanayoshinda fikra zetu. Huyo ndio Mungu tunayemzungumzia. Huyu ndio Mungu anaitwa El Shaddai, Mungu aliye na uwezo wote. Anaitwa Mungu Adonai, Mungu anayetulinda. Anaitwa Jehova Jire, Mungu anayepeana. Anaitwa Jehova Rafa, Mungu anayetuponya. Anaitwa Jehova Meshedukeni,
Mungu anayetutakasa. Haleluya. Huyo ni Mungu tunamzungumzia. Hatuzungumzii mwanadamu, tunamzungumzia Mungu. Maana wanadamu wana mapungufu yao, wanadamu wana shida zao, wanadamu wanazungumza mambo mengi lakini wanatenda mambo machache sana. Lakini Mungu anazungumza na anatenda. Haleluya. Natamani Mungu akutendee jambo siku ya leo. Natamani Mungu abadilishe vitu kwa maisha yako. Natamani Mungu ageuze mitego kwa maisha yako. Natamani Mungu ageuze sheria zote kwa maisha yako. Sheria yenye adui amekuwekea kuangamize, wacha Mungu ageuze kabisa. Katika jina la Yesu. Naomba usimame kwa miguu yako. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi we. Haleluya. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi, haufananishwi na kitu. Wewe haufananishwi Baba, milele yote Baba. Unafanya mambo ambayo mwanadamu. Unafanya mambo faraja. Haleluya. Unafanya mambo ambayo mwanadamu. Unatoa faraja za kipekee Baba. Faraja ambayo mwanadamu hawezi. Haufananishwi Baba. Haleluya, haleluya Baba. Wewe haufananishwi Baba. Milele na milele yote. Sema haufananishwi Baba. Wewe ni Jehova Jireh. Wewe haufananishwi Baba. Wewe ni Ebeneza, Mungu mwenye uwezo. Wewe haufananishwi Baba. Hautafananishwa siku yoyote Baba. Wewe haufananishwi Yesu. Haleluya Baba. Sema haufananishwi Baba. Haleluya Baba. Sema haufananishwi Baba. Milele yote ufananishi Baba. Nataka tuambie Bwana akutendee jambo ambalo linapita ufahamu wa wanadamu. Jambo ambalo linapita mawazo ya watu. Jambo ambalo haujawahi tarajia. Jambo ambalo haujawahi fikiria. Mungu atende siku ya leo. Atende kwa njia ya kipekee. Atende kwa nguvu zake. Atende kwa uwezo wake. Inulia tu Bwana sauti yako. Muite tu Yesu siku ya leo. Muite Baba siku ya leo. Atende jambo kwa maisha yako. Atende jambo kwa afya yako. Atende jambo kwa biashara yako. Atende jambo kwa kazi yako. Atende kazi kwa watoto wako. Atende kazi kwa ya jamii yako. Atende hata kwa hili kanisa siku ya leo. Ita tu Bwana, muite tu Bwana. Muite tu Bwana siku ya leo. Muite tu Bwana siku ya leo, usichoke. Muite tu Bwana, anakutendea jambo. Bwana anakutendea jambo. Bwana anakutendea jambo.
Bwana anakutendea jambo. Bwana anakutendea jambo katika jina la Yesu. Anageuza mitego ya maadui. Anageuza mitego ya maadui inakuwa kwa wema wako. Anageuza meza ya maadui. Anageuza kila sheria ambazo zimewekwa kinyume na wewe. Anageuza kila mipango ambayo iko kinyume na wewe. Bwana ageuze, Bwana ageuze, Bwana ageuze, Bwana ageuze mipango ya maadui, mipango ya watesi wako. Bwana akugeuzie siku ya leo. Baba akakugeuzie katika jina la Yesu Kristo. Ana uwezo wa kugeuza, ana uwezo wa kubadilisha, ana uwezo wa kubadilisha mambo. Baba ana uwezo wa kugeuza vitu katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Unageuza mipango ya maadui. Unageuza nira za maadui. Unageuza mipango ya maadui katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambazo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu chengine. Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja, unatoa faraja. Haleluya Baba. Unafanya mambo. Haleluya. Unatoa faraja. Faraja yote Baba. Wewe haufananishwi. Baba haufananishwi wewe. Baba ufananishwi leo. Milele ufananishwi. Jehova wewe. Baba katika jina la Yesu Kristo, wewe haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo wanadamu wasioweza kufanya. Unaleta faraja mwanadamu asiyoweza kutoa. Unatimiza mambo makubwa kwa utukufu wa jina lako. Ulimpigania Mordekai akakosa kukufa na adui wake Haman akaangamizwa. Watoto wako wako mahali hapa. Maadui wamesimama kinyume na maisha yao. Wamewatesa, wamewahangaisha. Ninatangaza siku ya leo, unageuza kila mipango ya adui inakuwa kwa wema wao. Unageuza kila vita vya adui vinakuwa kwa wema wao. Baba unatenda mambo ya kipekee. Katika njia ya kipekee unawahudumia. Kwa wanahitaji uponyaji Jehova. Achilia uponyaji siku ya leo ndani ya mioyo yao, ndani ya mawazo yao, ndani ya miili zao, ndani ya jamii na ndoa zao. Waone uponyaji wako, waseme wewe ni Jehova. Baba, kuna wale ambao maisha yamewapeleka chini zaidi. Hawana matumaini, wanaona kama wamefika mwisho wa maisha. Ninawatangazia Bwana, wanapokea tumaini jipya ambalo ni tumaini la uzima, tumaini la kudumu, tumaini lisiloweza kuwapatia aibu Jehova. Kuna wale ambao Jehova njia zao za maisha zimefungwa. Wanakaa ni kama wako chini ya laana, wanahangaika, wanateseka, wamefinyiliwa na nguvu za mwovu shetani, wamefinyiliwa na laana za jamii, laana za ukoo. Na siku ya leo juu ya haya madhabahu ninaharibu na kuvunja na kuteketeza kila kazi za mwovu shetani, kila ubaya ambao uko juu ya maisha yao, kila laana zote zilizotamkwa na walio hai na walio kufa, nimezigeuza sasa zikawe baraka katika jina la Yesu Kristo. Unawabariki mashambani, unawabariki nyumbani na mijini, popote walipo wanapokea baraka zako, wanainuliwa, wanasema wewe ni Jehova, wakuone wewe, waseme wewe ni Mungu. Asante maana utawatendea mema. Kanisa lako libarikiwe, kanisa lako liinuliwe, watumishi wako unawapaka mafuta mapya na upako mbichi unakuwa juu ya maisha yao.
yao. Wanaponena neno lako Mungu nalifuatilia na kulitimiza juu ya madhabahu haya. Kutakuwa na ushuhuda kwamba Bwana ametenda. Kutakuwa na ushuhuda kwamba Mungu amewafungua. Kutakuwa na ushuhuda kwamba Mungu umewatetea. Jina lako libarikiwe milele yote. Asante Bwana, maana unatenda mambo makuu. Kuna wasikilizaji na watazamaji wetu wako na mahitaji ndani ya mioyo yao, nami ninawaombea Bwana ukawalinde Baba, ukawahudumie kwa njia ya kipekee, ukawatimizie. Wewe ni Bwana, ukawapiganie maana unaweza. Asante Bwana, unapokea utukufu. Wagonjwa tumewaombea, wanapokea uponyaji, unawatetea Jehova. Wewe ni Mungu. Kuna jamii ambazo zimepoteza wapendwa wao, tunawaombea faraja inayotoka kwako, ukawatie nguvu. Wewe ni Jehova. Asante maana umetenda mema, na ni kwa pendo safi la Yesu Kristo tumeomba tena kusadiki. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Bwana watende mema. Asante kwa wakati wenyu. Asante kwa kusikiza neno la Mungu, na Mungu awainue. Amen. 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 Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Asante. Asante mtumishi, wakati wetu unakimbia sana kwa mahubiri mazito, mahubiri mazuri, mahubiri ambayo yametutia moyo asubuhi hii. Nina dakika 9 ili kurejesha kipasa sauti katika studio ya pili, tuelekeze katika kanisa la Lutheran Church. Lakini ningependa kusoma SMS 2 tu 3 ambazo zimefika, na sitaweza kusoma zote kwa sababu hatuna wakati, bado tuna dakika 8 tu. Stella Maris Katunge, the law made by my enemies will be used against them, powerful, following from home. Mikhail Mochama Mogendi, amen. God bless you so much. Hao ni wale wanatutazama kupitia mtandao wetu wa Facebook, na kuna mashabiki wetu ambao wamekuwa kitutazama kupitia channel yetu ya YouTube ya Kisi Hot TV. Najaribu kuona kama nitapata message zao, nisome 2 3 kisha baadaye nirejeshe kipasa sauti kwa ibada ya pili. Anaitwa Blessed Lizzie, anasema asante sana, nawafuatilia vizuri sana. Mungu azidi kubariki kwa kazi nzuri mnayofanya kanisa la Nyamataro. Anaitwa Jeff from Embu, amen, asante, Mungu abariki sana. Kalista Kenyanya from Saudi Arabia, peana salamu zangu za dhati kwa mashabiki wote wa Nyamataro PAG pamoja na mashabiki wote wa Sayare FM. Mungu azidi kwa fariji. Also I send my greetings to Deacon of Nyamataro PAG Mark Nyang'au, Jeff from Ekware, watching live from Embu. Okay, you Deacon kama huyo unamjua. Geoffrey, anaitwa Geoffrey Masare. Okay. Anatutazama kupitia mtandao wetu wa YouTube. Nani huyu tena hapa? Okay. Asante. Kwa sababu ya wakati nikubalie tu nimalizie hapo, na niwashukuru nyote mashabiki wetu ambao mmekuwa pamoja nasi kupitia Sayare FM pamoja na mitandao yote ya kijamii. Hadi Jumapili ijayo kanisa linaendelea kwa ibada ya pili, lakini haitakuwa live radioni pamoja na mtandao. Lakini kwa wale ambao mnazidi kuja, bado kanisa linaendelea hapa Nyamataro PAG. Tukimaliza wakati huu tunamaliza ibada ya kwanza ya mtandao pamoja na redio, lakini naona kwamba watu washafika kwa ibada ya pili. Nikubalie tunimalizie hapo, na watakia Jumapili njema, wiki njema, hadi Jumapili ijayo. Asante. Kuna ujumbe. Karibu nisahau. Kuna jumbe 3 hapa. Karibu nisahau tafadhali. Samahani. Huyu anasema hi watu wa Nyamataro Praise and Worship Team. Nyinyi ni watu wa nguvu, mbarikiwe sana maana mmenibariki asubuhi hii, na watazama na wasikiza kutoka nyumbani Embassy kwa nyumba. Amen sana. Huyu anaitwa Apostle Ogero. I ni Dan Okiro from Ngararo, na wapata loud and clear. Asante. Felix kutoka Homa Bay, mniombe ili nizidi kuamini Mungu kila wakati. Haya, mchungaji atakuwa anakuombea. Kwa sababu ya wakati sitaleta mchungaji hapa, lakini tunaamini kwamba
wanapoendelea katika ibada ya pili watakuweka katika maombi. Barikiwa sana, Jumapili njema. Asante. Wana sifa na ibada wanapoendelea kutuongoza, tunaendelea kumwabudu Mungu kwa sadaka zetu na fungu na matoleo mengine yote, na Mungu awatende mema.